lakini wenyewe ndio wameongea kupita kiasi. Kwa hivyo nataka munikubalie, hata tukimzika mzee saa moja hakuna shida. Semeni haleluya. Haleluya. Ya, kwa sababu nataka niwaambie hili ndilo gari ambaye mzee Abad alilichagua liweze kumpeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kabla sijasema kitu, wacha niwasalimu. Hamjambo? Mlembe boss? Hamjambo tena? Jambo wachungaji? Jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kabla sijaenda kwa lengo, na sitachukua muda mrefu kwa sababu ya wakati, nataka mnikubalie tu, kama ni mingi ni dakika 3. Niko hapa na ndugu wangu, ingawa si kuona akipata nafasi, lakini kwa sababu ya kuchelewa, nami pia nimemheshimu asalimieko mkutano wa mzee Abad ili ajulikane amekuwa hapa. Reverend Olof, kuja. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni asante kwa Bwana kusimama hapa. Jina langu ni vile amesema Abad. Tumekuwa naye tukiwa watoto, walikuwa pamo 4 area hii. Na Abad alikuwa judge. Sisi watoto tukipiga mtu tunapelekwa kwake, yeye ndiye anajaji maneno. Na Mungu, mmesikia Reverend kwa nyumba yake. Jeremia Rusaba alikuwa lay reader wa kwanza kabla hajaingilia familia nyingi, na Mungu amerudisha hiyo kwa Abad. Niliona siwezi kukosa kuja, nilipata maneno jana, na mimi ni wa ukoo huu, lakini tunaishi Nyaera. Mungu wa baraka alinde watoto wa Abad. Mimi ni retired pastor wa PAG baada ya kuserve miaka 40, na sasa vile nimesimama hapa na miaka 80. Vijana kila mwaka kuandika, mngeuliza Abad alizaliwa mwaka gani? Abad alizaliwa 1943. Apamo hawa wote ambao tuko nao walikuwa pamo 4. Wengine wangali hai, na huyu naye amelala katika Bwana. Mungu awabariki. Ndugu Bishop, kwa upande wangu tena kuna maneno Nehemia alisema, itatendeka vile alisema. Mshikilie na mikono yenu kabla sijafunga macho na kuingizwa kwa kaburi. Asante. Basi wacha niende kwa ufupi, kwa sababu mama bado hajasema chochote. Kwa hiyo mahali ambaye we uko, unipee tu masikio kwa dakika kidogo. Kitu cha kwanza, tuko na wachawi. Wachawi wa Kristo na wachawi. Semeni haleluya. Na ukiwa mchawi wa kufunga nyoka alafu uzae watoto, huwa inafika mahali, ikifika siku yako karibia kufa, unasikia ya kwamba hii nyoka yangu itaachia kijana fulani ama msichana fulani, ama namna gani? Ni hivyo.
Sijaona watoto wa hapa vijana kama wako hapa, sijui wameenda wapi. Nataka niseme hivi, ni nani atachukua mkuki ama ni nani atapewa mkuki wa Harvard? Unajua ni mkuki mzito yenye Harvard aliangalia kwamba hii mkuki lazima ichukue, na msipochukua hii mkuki, itakaposifika siku ya mama kutoka, labda pengine huo mkuki unaweza ukapotea. Kamala kabolwa mbonomba. Bwana Yesu asifiwe. Na Waisraeli wakaloka babola Israeli nezikunyi. Amen. Na hatuwezi pia kulazimisha. Najua ya kwamba pengine huu mkuki itatokea kwa wajukuu. Andabandi barule kata mubindi sina ebisoni. Wacha niseme hivi. Harvard amekuwa mshauri mkubwa sana kwa kanisa letu. Kanisa tumepoteza zaidi. Na Kiswahili huwa inasema kwamba panapo wasee neno alifanya nini? Aliharibiki. Harvard amekuwa mshauri wetu mkubwa zaidi kwa kanisa letu. Tumepoteza. Okay. Mungu anajua. Enda hivi. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa akiitwa Daudi. Na huyu Daudi ni mmoja kwa wale ambaye walikuwa ukiandika maandiko kwa kitabu cha Zaburi. Wengi huwa tunasema kitabu cha Zaburi za Daudi. Yes. Lakini tukumbuka ya kwamba si yeye peke yake ndiye aliandika hayo. Alisaidiana na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na changamoto. Maishani mwako kuna changamoto mingi. Tuko na changamoto ya magonjwa. Tuko na changamoto hata kwa biashara yako. Tuko na changamoto hata kwa kanisa lako. Kila aina. Lakini kwa sababu ya Mungu, hata itokee changamoto aina gani, hakuna yenye Mungu hawezi akakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Soma. Ulinisukuma sana ili nianguke. Bwana Yesu akanisaidia. Asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niwaulize, ni nani ambaye hana adui? Hata ukienda sokoni kuna adui. Hata kanisani mwako kuna adui. Hata kwa majirani kuna adui. Semeni haleluya. Maishani mwako haya yote ni changamoto. Rudia hilo andiko. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maishani mwako umesukuma zaidi. Maishani mwako umesukuma kupita kiasi. Maishani mwako umepitia kwa changamoto nyingi. Semeni haleluya. Lakini kwa sababu ya Yesu, kwa sababu ya Mungu akakusaidia, wewe umesimama. Semeni haleluya. Hata ukisukumwa, Mungu atakusaidia. Hata shetani akikutumia magonjwa, Mungu atakusaidia. Hata ukitukanwa, Mungu atakusaidia. Hata ukidharauliwa, Mungu atakusaidia. Hata wakisema wewe ndio uko nayo na hauna, Mungu atakusaidia. Semeni haleluya. Hata wengine wanaambiwa kwamba wamefunga majini lakini hawajafunga majini. Mungu ndiye atawasaidia. Unajua wale ambao wako na majini huwezi kuongea kwao, lakini wale wenye hawako nao ndio wanaongeleshwa juu yao. Semeni haleluya. Ndio mlozi kabolwata. Lakini ndio mlozi. Ndio nakabo zaidi lokoko.
Semeni haleluya. Hata wakisema wewe ni mchawi, lakini wewe si mchawi, Mungu atakusaidia. Hata wakisema wewe sio mtu ambaye haustahili mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu atakusaidia. Semeni haleluya. Hata wakinambia ngoma lako, Mungu atakusaidia. Nataka niwaambie watoto Habad hajawacha watoto wale ambao wananyonya. Semeni haleluya. Amewacha watoto ambao wananyonya kweli? Amewacha tu watu wakubwa, si ndio? Lakini kwa sababu ya imani, muwe na imani ya kwamba Mungu atawasaidia. Tuko na mtu mwingine pia alikuwa akiitwa Malaki. Huyu Malaki alikuwa akituhatarisha kila wakati. Hata ukitembea Malaki anakuhatarisha, lakini wewe huwezi ukajua. Soma. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuri. Semeni haleluya. Kuna siku ambayo inakuja na inawaka zaidi hata kupita kiasi ile moto ambao unaona. Inawaka kama tanuri, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote watendao maovu. Watu wote wafanya nini? Watendao maovu. Malaki anakuhatarisha. Wakati unafanya mambo yale ambayo haistahili, Malaki anakuhatarisha. Semeni haleluya. Unajua hapa alipokubali kuvaa hii kanzu, alikubali safari moja. Hakuna siku ambaye nilikuja hapa alafu nipate haba yeye ako kichwa tupu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wachungaji wenye wananiangalia hawa, hata hapa wamewashinda. Unajua yule mtu ambaye ameokoka leo na mwenye kusema ya kwamba niliokoka miaka zilizopita, yeye amekushinda mara 10. Wengine wanahesabu miaka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hakuacha hii kofia hata siku moja. Hata kuna wengine hapa wanapotembea kule Luanda, wanachukua hii kofia, wanaweka ndani ya mfuko. Wanaanza kufanya vituko, si ndio? Wanaanza kufanya vituko kwa sababu hapo wakipitia mahali hii kofia itaonekana. Unajua ni nyeupe, hata ikiwa ndani ya giza inaonekana. Sasa wanapotembea wakiona ya kwamba hawataonekana, wanatoa hii kofia, wanaweka ndani ya mfuko, wanaanza vituko. Hapa pia kufanya hivyo. Semeni haleluya. Wachungaji mnafanya hivyo? Mimi nauliza hii. Unajua hapa tamekuwa funzo kweli? Kuna siku inakuja itawateketeza wale ambaye wako na kiburi. Unapotembea kila wakati, wewe uko na kiburi. Unapotembea na wenzako, wewe uko na kiburi. Hata huwezi kuambiwa kitu, wewe unajiona wewe ndio huko. Hauwezi. Itafika siku utakuja teketezwa. Soma. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mchawi utateketezwa. Uwe wa vitina utateketezwa. Uwe ni wa kufunga majini ambao tunasema utateketezwa. Semeni haleluya. Wacha mchezo. No maleka anakulikina abandi bakolama kisudi bamanyine ubaiya na bayiye. Mnajua kuna wengine wanafanya makisudi wakijua tu au tayari washachomwa. Wewe utachomwa. Lakini kuna wengine washachomwa saa hii. Hata baadhi ambao wako hapo wanateketea. Semeni haleluya. Hata wewe umekaa hapo ndani wakati huu lakini unateketea. Malaki anakuhatarisha sana. Usije ukateketezwe. Wakati utateketezwa itakuwa aibu sana. Wengine wako ndani ya makanisa na wako tayari kwa kuteketezwa. Hata wakivaa nguo nyeupe vile tumevaa hii, wanajua tu wameteketezwa. Wanafanya mambo ya kusudi. Utateketezwa vibaya. Semeni haleluya. Waacha mchezo wewe.